Bwana, mambo vipi? Leo nakwenda kukupa mambo matano ya muhimu sana ambayo yamekuwa yakisababisha watu wengi sana wanabaki kwenye wimbi la umaskini uliokithiri. Karibu bwana, kama hujanifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, mimi naitwa MS Agustino Baltazar Mbwale. Mimi ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube, lakini pia huko TikTok na Facebook pia tumo. Jambo la kwanza ambalo limekuwa likisababisha watu wengi sana wanabaki kwenye wimbi la umaskini uliokithiri ni kutokujifunza. Waafrika ama Watanzania tumekuwa na ile kasumba ya kutokusoma vitabu. Kuna mwanasiasa mmoja alishawahi kusema, ukitaka umfiche jambo Mtanzania, hebu basi fiche kwenye kitabu. Hivyo basi hilo ni moja ya jambo kubwa sana ambalo linasababisha asilimia kubwa ya watu wengi sana tunabaki kwenye wimbi la umaskini uliokithiri. Kujifunza ni kitendo cha kuchukua maarifa kutoka sehemu moja na kwenda kuyapractice ama kuyafanyia kazi kwenye sehemu nyingine. Hivyo basi ukitaka kutoka kwenye hilo wimbi la umaskini, basi hakikisha unajifunza, kwa maana ya unapata vitu vipya. Lakini pia usisahau kuuliza kwa wale watu ambao wamefanikiwa. Watu wengi wako kusema bwana, mtu aliyofanikiwa siwezi nenda kaulize kwamba bwana unafanyaje? Ukifanya hivi basi utafanya hivi, na hakika anaweza akakusaidia. Lakini jambo la pili ambalo limekuwa likisababisha watu wengi sana wanabaki kwenye wimbi la umaskini uliokithiri ni kutokujaribu. Amini usiamini, watu wengi wana ndoto, watu wengi wana idea ya kufanya kitu fulani na kitu fulani ambacho kinaweza kumuingizia pesa, lakini kujaribu ndio umekuwa ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo kama leo ukiamua kuanza kujaribu vile vitu ambavyo unaamini vitakuletea matokeo chanya, hakika utatoka hapo uliko. Jambo la tatu sasa ni kuto kuweka vipaumbele. Amini usiamini, kuna mtu ana idea za biashara zaidi ya 6, lakini hajui sasa apangiliaje. Sasa apange, aanze na hii, aende na hii, aende na hii. Hiyo imekuwa ni changamoto ambayo inawatesa watu wengi sana. Mara nyingi sehemu ambazo nimekuwa nikiitwa kushauri kwenye makampuni, nimekuwa nikiwashauri kwamba unatakiwa uanze na A ndipo uweke B. Hivyo hivyo hata kama wewe una plani ya kufanya jambo hili na hili, basi hakikisha unapangilia kwamba nikianza na hili litaleta matokeo haya, ambapo haya sasa yatasababisha niende huku. Na jambo la 4 sasa ni kuto kumalizia mambo. Watu wengi sana wamekuwa ni waanzishaji wazuri sana wa mambo, lakini amini usiamini, mambo hayo yamekuwa yakishindwa kuendelezwa. Kwa hiyo sasa kama unataka kuwa mtu mwingine au mtu wa tofauti mwishoni wa huu mwaka, basi hakikisha unamaliza jambo lako ambalo umelianzisha. Watu wengi sana wamekuwa kifeli, anaanzisha jambo hili hajamaliza, anaanzisha jambo hili hajamaliza, anaanzisha jambo hili. Hilo ni kosa, huwezi amini. Na watu wengi sana wamekuwa wakidumbukia kwenye umaskini kwa sababu ya kutokumalizia mambo. Lakini jambo la mwisho na kwa umuhimu mkubwa sana ni kutokumtanguliza Mungu. Amini usiamini, Mungu yupo na Mungu anaishi. Hivyo basi kwenye mambo yako yote na kwenye mipango yako yote, hakikisha unamtanguliza Mungu, kwani tunaamini kwamba Mungu ndiye anayetupa afya. Usisahau bwana kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, lakini usisahau kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa maana ya Facebook pamoja na TikTok. Mimi ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha, Agustino Baltazar Mbwale.